Na bid'a hapa Shekhe alisema Muhammad ibn Abdul Wahhab kwamba bid'a hatari yake au madhambi yake huwa ni bid'a ina hatari zaidi kuliko madhambi makubwa. Albid'a ashaddu min alma'siyah, bid'a ni mbaya zaidi kuliko maasi, kuliko madhambi makubwa, kama ambavyo alisema al-Imam Sufyan ath-Thawri rahimahullah ta'ala alayhi, kwa maana ya kwamba haram, yani neno haram zimegawanyika katika aina tatu. Mambo ya haramu yamegawanyika katika aina tatu. Kuna mambo ya haramu ambayo ni ukafiri kuyafanya. Kuna mambo ya haramu ambayo ni ukafiri kuyafanya, kwa maana ya kwamba, kwa mfano, mtu kusujudia sanamu, kumsujudia asiyekuwa Allah, mtu kumtukana Abu Bakar, kumtukana Umar, tunafahamiana, kuwakufurisha masahaba. Haya ni madhambi ambayo yanamchomoa mtu katika Uislamu, kwa maana kuyafanya ni ukafiri. Lakini pia kuna madhambi ambayo kuyafanya ni bid'a, kwa maana ni uzushi. Kwa maana uzushi ni kuanzisha jambo ambalo halina asili katika dini. Lakini pia kuna madhambi ambayo kuyafanya ni fisqi, kwa maana ni ufasiki, kama zina, wizi na mengineyo. Tunafahamiana? Pamoja na kwamba hii haramu ya pili, hii ya bid'a, inaweza ikaingia katika haramu ya kwanza ya ukafiri. Tunafahamiana? Ya ushirikina. Yani ile haramu ya kwanza ya ukafiri, kwamba hii bid'a ambayo ni ya pili inaweza ikafikia level ya ukafiri pale ambapo mtu atakapokuwa amefanya bid'a ambayo ndani yake ina ukafiri. Kwa mfano kile ambacho anachokiitakidi wale ambao wanaosherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anahudhuria katika maulidi. Sawa? Na sio kuhudhuria tu, bali Mtume huyu alaihi salatu wasallam anasamehe madhambi ya wale wote waliokuwa katika ule mujtamaa wa maulidi. Tunafahamiana jamaatul khair? Kwa hiyo basi hii yenyewe, hichi kitendo walichokifanya ni kitendo cha bid'a, cha uzushi, lakini ndani yake likazalika jambo lingine la ukafiri, nalo ni kuitakidi ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasamehe madhambi na anahudhuria katika maulidi. Kwa sababu hiyo ndio maana wakasema bid'a ni hatari zaidi kuliko madhambi makubwa. Sawa? Al-Imam Sufyan ath-Thawri akasema li'anna al-bid'a yutabu minha wal-fisq wal-ma'siyah la, li'anna al-bid'a la yutabu minha au la yatubu sahibuha, wal-fisq wal-ma'siyah yutabu minha. Kwa sababu gani? Bid'a hatubii yule mfanyaji wake. Tunafahamiana? Yani mtu ambaye anafanya bid'a, anafanya uzushi, hawezi kutubia katika ule uzushi aliofanya, kwa sababu yeye anajua anafanya kitu cha haki, yupo katika njia ya sawa sawa. Tunafahamiana? Lakini maasi ni shahwa, ni matamanio. Kwa maana mtu anayekwenda kufanya uzinifu, wala iyadhu billah, kwa maana anajua anachoenda kukifanya ni haramu moja kwa moja. Tunaelewana? Leo hii mtu akaweka earphone zake kwenye simu akawa anasikiliza muziki. Sawa? Anajua kwamba ule muziki anaosikiliza ni haramu, na anavyosikiliza anapata madhambi. Tunafahamiana? Mtu akaiba, anajua kwamba kitendo cha wizi Allah subhanahu wa ta'ala amefanya nini? Amekiharamisha, ila akaiba. Kwa hiyo kwa kile kitendo alichokifanya, kwa hii dhambi aliyoifanya, atakuja kutubia. Sawa? Kwamba ya Allah, mimi nilizini. Sawa? Ya Allah, mimi nilimpiga mtu, nilifanya hivi, niliiba, akaenda kurudisha amana aliyoiba, akaenda kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, akamsamehe. Umeona hapo maasi? Lakini bid'a mtu hawezi kutubia, kwa sababu anajua kile anachokifanya ni katika dini. Ndiyo maana bid'a ni hatari zaidi kuliko maasi, na ibilisi bid'a anaipenda zaidi. Yani mtu anapofanya bid'a, ibilisi anafurahia zaidi kuliko yule ambaye anayefanya nini? Maasi, kwa sababu huyu anayefanya maasi atarudi, lakini anayefanya bid'a hawezi kurudi, kwa sababu ana imani kile anachokifanya ni cha haki na ni cha sawa. Tunafahamiana? Naam. Wa qawlihi ta'ala, na qawli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba
faman adlam, hivi kuna aliyedhulumu zaidi kuliko yule ambaye aliyomzulia Allah uongo? Liyudhilla an-nasa bighairi ilmin, ili awapoteze watu bighairi ilmin, pasina ilmu. Al-Imam Saadi anasema faman adlamu, ni nani aliyedhulumu zaidi? Hivi yupo aliyedhulumu zaidi mimman iftara ala Allahi kadhiba, kuliko yule ambaye aliyemzulia Allah uongo? Kwa maana kadhabahu, akamkadhibisha Allah na akamzulia uongo. Qasduhu bidhalika idlalu ibadillah, kusudio lake katika huko kuzua kwake uongo ni kuwapoteza waja wa Allah. Kwa maana kazua kwa Allah, kamzulia Allah, amesema kadha alafu hajafanya nini. Tunafahamiana? Kwa maana mtu akasema Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha hivi, amesema tumwabudu kupitia kitu hiki, tumwabudu kwa kufanya hivi, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajafanya nini, hajatoa maamrisho hayo, hakuifundisha hiyo ibada. Kwa hiyo liyudhilla an-nasa bighairi ilmi, lengo lake ni awapoteze watu pasi na ilmu, kwa sababu bid'a unamzushia Allah subhanahu wa ta'ala. Na sawa sawa bid'a hiyo ni bid'a ya aslun au iwe ni bid'a ya far'un. Sawa, aslun kwa maana mtu akazusha kitu ambacho hakikuwepo, tunafahamiana. Lakini far'un ni ile bid'a ambayo imechomoka katika ile ibada ya asili. Min babil mithal, kwamba adhkari za baada ya swala, adhkari za baada ya swala zipo hazipo? Zipo, si ndio? Sio zile subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, si ndio? 33 mara 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, si ndio? Thumma yaqulu tamamul 100, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, si ndio? Hizi ni adhkari ambazo zipo baada ya swala. Sawa, lakini tunakuja, je, kwa ile namna ambayo wanaoifanya imepokelewa? Kwa maana imamu akamaliza kama subhanallah, subhanallah, la ilaha illa alhamdulillah. Hapo kuna kaneno waga wanakiongeza na wanakiwezeaga, wanasema wabihi nasta'in alhamdulillah. Sawa, watu wanaanza huko sasa. Waga sijui kwamba wale kule pembeni waga nao wanasema wabihi nasta'in alhamdulillah, inakuwaje? Sawa, watu wanaanza alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah wallahu akbar, wanaanza pale la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Sawa. Sasa kwa sura hii maana yake wamezua au wameanzisha katika sura ya ufanyaji wake. Tumeambiwa tuifanye, hawa wakazidisha katika namna ya ufanyaji wake. Kwa maana hatukuambiwa tufanye kwa namna hii, kwa maana watu waseme kwa pamoja, kila mtu anafanya mwenyewe.